Neema ya Mungu imekuja kwako na neema ya Mungu imekuja kwangu, na tumepata hii fursa ya kuwaletea somo letu, askari wa kupambana vita au askari wa kushinda vita. Na tumeingia katika sehemu yetu ya tatu, katika pointi ya tatu. Naamini kwamba katika sehemu hii niliwaonesha wazi jambo la kwanza. Askari ajue anafaa. Askari, unapojua kwamba wewe unafaa, utakuwa na uwezo, utakuwa na juhudi, utakuwa na bidii na utashinda vita. Lakini ukipunguza thamani yako, hautakuwa mshindi. Biblia inasema katika Zaburi ya 139 mlango wake wa 13, mwanadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu. Mungu ameumba mwanadamu kupita viumbe vyote. Na kwa maana hii, wewe uko na uwezo, uko na nguvu. Kwa hiyo wewe unafaa. Wakati unafaa, basi hiyo ni sehemu moja ya ushindi. Na jambo la pili tukasema kwamba askari ni watu ambao wanaleta heshima. Wanaleta heshima mbele za Mungu. Sababu Mungu aliumba ulimwengu ili ulimwengu uhifadhiwe, ili ulimwengu ulindwe. Na watakaolinda na kuhifadhi ulimwengu ni maaskari. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo letu la tatu, kujiunga katika neema ya Mungu. Askari kwa kupata ushindi, askari kwa kufaulu, lazima ajiunge na neema ya Mungu. Wewe utakuwa mshindani. Usipojiingiza katika neema ya Mungu, wewe hauwezi ukashinda kabisa. Hauwezi ukashinda. Na kujiingiza katika neema ya Mungu si mazoezi ya siku moja, si mazoezi ya miezi miwili au miezi 6 au miaka. Hapana. Vile vile watu wengi wanategemea uchawi kutoka Kongo. Na wengine wanategemea uchawi kutoka Nigeria. Na wengine wanategemea uchawi kutoka Tanzania. Na wengine wanategemea uchawi kutoka India na sehemu zote za ulimwengu, labda inaweza ikawapa ushindi. Hapana. Ujue kwamba ushindi unatokana na kumwamini Yesu Kristo. Na wakati unapomwamini Yesu Kristo, wewe unajiunga na neema ya Mungu. Na hiyo neema itakusaidia. Huko Kongo tulikuwa na mama mmoja mchawi sana. Alikuwa mchawi wa ajabu. Lakini leo yuko wapi? Na wengine. Lakini ukijiunga na neema ya Mungu, wewe utakuwa mshindi. Na wengine wanajitegemea magic. Magic haiwezi ukakusaidia kitu katika mapambano. Lakini ukijiunga na neema ya Mungu, Mungu atakuwezesha. Jina la Bwana libarikiwe. Na wengine wanategemea wanadamu. Ona nchi ya Kongo, wananyanganyiwa nchi ya Kongo. Sehemu kabisa imenyanganyiwa ni kwa sababu wanategemea wanadamu. Rais anategemea wanadamu. Na kwa maana hiyo anategemea wanadamu, basi anashindwa. Yeremia sura yake ya 17 na vesi yake ya 5 inasema kwamba amtegemeaye mwanadamu na kuweka mwanadamu kuwa kinga, huyu hawezi akafaulu. Na vile vile Wafalme wa Pili sura yake ya 6 na vesi yake ya 27 inasema unapotegemea Mungu, wewe utafaulu. Lakini ukitegemea mwanadamu, hauwezi ukafaulu. Kwa hiyo kumtegemea mwanadamu haiwezi kuwa njia ya wewe kuleta ushindi. Wewe kama askari lazima utegemee Mungu ili Mungu akupe ushindi. Na Wakongomani watakuwa washindi ikiwa kwamba wanajiunga katika neema ya Mungu. Wasitegemee uchawi wa Kongo, wasitegemee magic, wasitegemee mairizi, wasitegemee madawa kutoka sehemu mbalimbali, bali wategemee Mungu ili Mungu ashishe ushindi katika nchi ya Kongo. Tujiunge na Yesu Kristo. Tunapojiunga na Yesu Kristo, hakika tutafaulu. Yeye atatupigania, maana yeye ni Bwana wa mashambulizi asiyeshindwa.
Yeye Yesu ni Bwana wa mashambulizi asiyeshindwa. Tuchukue mfano wa Yeriko. Yeriko ilikuwa ikilindwa vizuri sana. Yeriko ilikuwa ikichungwa vizuri sana. Lakini wana wa Israeli walishinda vita kwa sababu Waisraeli walijiunga na Bwana wa mashambulizi asiyeshindwa. Unaposoma Zaburi ya 130 na mlango wake wa 7, Bwana asiyeshindwa, yeye anaweza akakusaidia, na hakika wewe utapambana vita na utakuwa mshindi katika vita. Vile vile ukijiunga na neema ya Mungu, wewe askari ambaye umeoa karibuni, wewe askari ambaye umechukua mwanamke, usiende vitani. Askari wengi wanashindwa vitani kwa sababu wanaoa karibuni, na mtu mwenye anaoa karibuni asiende vitani. Biblia inasema kwamba asiende vitani, akae mwaka mzima iko na sherekea, iko na starehe na mke wake. Maana Mungu alikuumba wewe ili wewe uache uzao. Tunaposoma Kumbukumbu la Torati sura yake ya 24 na vesi yake ya 5, hapo utaona. Na ikiwa kwamba Mungu anasema wewe mwenyewe umeoa usiende vitani, sasa maaskari wengi wanaenda vitani, wanaenda kubaka wanawake, wanaenda kubaka wanaume. Kweli wewe utafaulu? Kweli wewe utashambulia? Kweli wewe utakuwa mshindi? Haitawezekana. Maaskari wengi ambao wanaenda vitani wanaenda kubaka. Muache kwenda kubaka. Nyinyi ni watu ambao mnategemewa zaidi. Muache kwenda kubaka watu. Muache kwenda kunyang'anya vitu vya watu. Lazima musamanishe vitu vya watu. Musamanishe mali za watu. Musamanishe raia au wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Linda maisha yako wewe askari. Linda maisha yako katika vita, sababu wewe ni tegemeo. Wewe ambaye wananchi wanakutegemea, lazima ulinde maisha yako, kwa sababu wewe ni tegemeo, sababu watu wanakutumainia. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile mtu anayejiunga katika neema ya Mungu, Mungu huwafanya jeshi kubwa. Ukijiunga na neema ya Mungu, Mungu anaweza akakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atakupigania. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Tunaposoma Yoshua sura yake ya 6 na vesi yake ya 1 hadi vesi yake ya 2, hapo kabisa utaona Mungu atakusaidia katika hiyo neema ya Mungu, na maajabu itaonekana kabisa, na watu watasema haleluya, kwa sababu wewe unategemea Mungu. Na usipotegemea Mungu, basi wewe unaingiza hasara katika nchi au katika uaskari. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuchukue mfano wa Isaka ajipatishia kwa Mungu. Isaka alijipatishia kwa Mungu. Isaka alienda na baba yake Ibrahimu. Ibrahimu alienda na mtoto wake Isaka kwenda kutoa dhabihu, kwenda kumuchinja, kwenda kumuua. Lakini kwa sababu mtoto Isaka alijiunga katika neema ya Mungu, Mungu alimsaidia, alimuokoa. Jina la Bwana libarikiwe. Nadhani Isaka alipoona yule mnyama amechukua nafasi yake, sidhani kama anaweza kula nyama, sababu kupitia nyama yeye alipata ukombozi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaposoma Mwanzo sura yake ya 22 mlango wake wa 6 hadi 13, kabisa Isaka alipona kwa sababu alijiunga na neema ya Mungu. Vile vile Mungu aliweka nguvu kijana akamuokoa Paulo. Paulo alikuwa mtu wa kufa zamani kabisa. Yawezekana injili tusingeona injili ya Paulo, tusingesoma injili ya Paulo, lakini Mungu aliweka nguvu kwa kijana
hakuogopa Mayahudi, hakuogopa Mafarisayo, hakuogopa Masandukayo, hakuogopa wa SNS, hakuogopa waandishi. Yeye alisimama kabisa na juhudi, yeye alisimama na bidii, alisimama na uwezo, akatetea Paulo, na Paulo kweli wakati ule alipona. Tunaposoma Matendo ya Mitume sura yake ya 23 na vesi yake ya 27. Tuchukue pia mfano Israeli. Israeli walijitegemea, wakazarau nchi ya Ai, wakazarau nchi ya Ai. Na wakati walipojitegemea wakazarau nchi ya Ai, walipokwenda vitani, Biblia inasema kwamba waliuawa ajabu. Unaposoma Yoshua sura yake ya 7 na vesi ya 1 mpaka vesi ya 5, walienda wakashambuliwa kanji kadogo, walizarau. Lakini Mungu, Bwana wa vita, Bwana wa mapambano, aliwapa wananchi wa Ai, na wao wananchi wa Ai wakashambulia Israeli, kwa sababu Israeli haikumtegemea Mungu, hawakuingia katika neema ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati walipoingia katika neema ya Mungu, basi Ai ilishambuliwa na ilipigwa kabisa. Vile vile unapojiunga katika neema ya Mungu, Mungu utuletea kiumbe kipya. Tukiingia katika neema ya Mungu, Mungu utuokoa, Mungu utuletea mapya. Tunaposoma Wakorintho wa pili sura yake ya 5 na vesi yake ya 17, mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale. Kwa hiyo wakati tunapojiunga katika neema ya Mungu, sisi tutakuwa watu mapya, na Mungu atatuletea mshindaji. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatuletea mtu, na utukufu wake utaonekana na watu wengine, wale ambao wanataabika, wale ambao wako na shida. Tusitegemee wanadamu, maana tunaweka fikra zetu kwa wanadamu, labda watatuletea msaada. Hiyo ni kweli. Mungu hawezi akakosa kutumika na wanadamu, analeta nguvu kupitia wanadamu. Lakini wale wanadamu ambao tunawategemea hawawezi kutuletea ukombozi. Lakini tukijiingiza katika neema ya Mungu, Mungu utuletea mapya. Jina la Bwana libarikiwe. Na nyinyi Wakongomani lazima tumtegemee Mungu, ili Mungu atuletee mapya. Na wewe ambao unashambuliwa na magonjwa, wewe amini Yesu Kristo tu, na amini kwamba Mungu ataleta mapya, na hayo magonjwa yataondoka. Yawezekana uko na shida mbalimbali katika familia, katika majirani. Ukimwamini Yesu Kristo, yeye ataleta mapya na utapata ukombozi. Tunaposoma Kutoka sura yake ya 14 na vesi yake ya 13 hadi 18. Tunaposoma Hesabu sura yake ya 6 na vesi yake ya 2 hadi 21. Wakongomani, tena narudilia, Wakongomani musiofu, Wakongomani musiogope. Naamini kwamba ukombozi huko njiani. Wakati maafa yanapokuja mengi, na neema ya Mungu pia itatiririka kwa Wakongomani walio ndani ya Kongo na walio nchi ya Kongo. Vile vile watu wote ambao wanateseka, wanahangaika, Mungu ataleta neema, ataleta mapya, ili shida hiyo ambao inawakabili itaondoka. Asanteni sana. Naamini kwamba uwe askari wa kupambana vita, uwe askari wa kushinda vita. Na ukizingatia haya mambo, hakika wewe utakuwa askari bora zaidi, na utaleta ushindi katika huduma au katika kazi hii. Na Mungu awabariki. Amen.